Nyambita akana mzinga huko lakini sawa. Victor na Rashidi sawa. Rashidi alikaa hivi. Kutanaga kwenye sehemu ambazo ni porini. Sasa mimi nimekutana naye sasa hivi sehemu ambayo ni sehemu nyeupe kabisa. Fanye patrol kwenye mto huu. Yawezekana kuna nyoka wengi tofauti na huyu. Halafu yawezekana hata wanyoka ni wengi. Hili ni tukio kama la 6 katika mtaa wetu kwa kuweza kuvamiwa na nyoka wa aina hii. Ingawa wengine huwa wanapita tu, lakini leo huyu ninashangaa kuja kukaa katika maeneo ya wananchi. Baada ya kupata hizi taarifa tuliwasiliana na vyombo mbalimbali vya kuhusiana na hao wanyamapori. Lakini tukawa tunaambiwa kwamba wanatoka Ikorongo na mpaka sasa hivi hawajafika. Sasa Ikorongo yenyewe sisi wengine hatuijui iko wapi, labda iko Arusha au iko wapi. Sasa baada ya hapo tumesaidiana na wananchi kwa nguvu za wananchi, kwa ushirikiano wa wananchi na umoja wa wanapwani wote. Tukisaidiana na wewe mwandishi wa habari tumefanikisha ili swala huyu nyoka tumemkamata kwa kutumia mbinu za asili ambazo zimetusaidia kuweza kumkamata na kumweka kwenye gunia. Tunachokiongea ni kwamba kwa kushirikiana na mtaalamu mmoja ambaye ni raia anaitwa Rashidi Hosea Kujerwa, kwa ujasiri wake pamoja na vijana tunaoishi nao hapa mtaani, kwa ushirikiano wetu ambao tunaishi sisi kama jamii, tuishi kama wanyamapori ila tunaishi kama jamii ndani ya mtaa, na wananchi kwa ujumla waliopo katika maeneo husika tumefanikisha kumkamata na kumweka kwenye gunia. Hata hivyo katika mazingira ya kwangu pale ilikuwa inatokea michirizi ya huyu nyoka. Sasa nikawa nashindwa kutambua kwamba huyu nyoka wa aina gani. Sasa leo ndio nikaja kuambiwa kwamba kuna chatu pale, ndio nikaja kweli nikashuhudia ni chatu. Sasa kwa mazingira ya kukaa nyoka kama huyu kando ya miji, kwa kweli ni tishio kubwa kwa watoto, hata kwa mimi mwenyewe mtu mzima. Unaweza kuamka hapa ukapita labda maeneo hayo ukajikuta unakamatwa na huyu nyoka. Baada ya kusikia kwamba kuna nyoka aina ya chatu maeneo ya Mwisenge, ilibidi nifike. Nikamkuta kweli ni chatu mkubwa. Nikawaambia wanajamii, njooni tushirikiane kwa ajili ya kumkamata huyu chatu. Baada ya kusubiria maliasili kwa kuwapigia simu, wanasema wako mbali. Sasa kabidi tujitoe sisi wanamtaa kwa ajili ya kumkamata chatu huyu. Tujaribu kuwa makini kwenye swala la mto. Kuna mto hapa ambao uko jirani na ziwa. Sasa inawezekana chatu anaweza katoka ziwani akapanda huko juu. Sasa hilo nafikiri naomba tuwe tunachukua tahadhari. Wakati nikiwa katika matembezi yangu ya kawaida, nilipigiwa simu na wananchi wema wakisema kwamba haya maeneo ya Mwisenge Pwani kuna nyoka, wao wanahisi ni nyoka aina ya chatu akiwa ameonekana kwenye baadhi ya maeneo ya vichakani karibu na nyumba za watu. Baada ya kupigiwa simu hiyo, mara moja niliwahi kufika katika eneo hilo la tukio, lakini pia wakaniambia wamejaribu kuwasiliana na vyombo vingine vikawa bado havijafika. Nikaona kutokana na ukaribu tulionao kati ya jeshi la polisi na wananchi, nikaona bora nishirikiane nao wao, kwa sababu wananchi pia nayo ni nguvu ambayo inaweza mkafanya jambo lolote. Kama tunaweza kushirikiana katika masuala ya uhalifu na tunaweza tumeutokomeza uhalifu katika mji wetu wa Msoma, vivyo hivyo inawezekana pia hata kuweza kupambana na huyu nyoka ambaye ameonekana. Na kwa kweli wananchi hao walikuwa na moyo, walikuwa na nguvu, walikuwa na morali, na waliweza kwa pamoja tukashirikiana kumvizia nyoka huyu, na bahati nzuri tukaweza kumkamata. Na bahati nzuri pia wakati tukiwa hapa tulipeana mawazo tutafute mfuko ambao ndio hapa tumeonao hapa, tukatafuta na kamba, vyote nikavileta katika eneo hili, na baada ya hapo tulivyomkamata tukamweka kwenye mfuko. Na hapa baada ya kumweka kwenye mfuko tunamfanyia utaratibu sasa wa kumfikisha kwenye wahusika ambao wanadili na hizi maliasili. Kwa hiyo wito wangu waendelee kuwa wanatoa taarifa kwa chochote kile ambacho wanakiona kipo katika eneo lao ambacho ni cha hatari. Hata mhalifu naye ni hatari, hata nyoka naye ni hatari. Kwa hiyo vyovyote vile ambavyo vinaonekana vitu vya hatari katika maeneo yao, basi watoe taarifa, na sisi kama jeshi la polisi kwa wepesi moja tuko tayari kushirikiana nao.